Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Maswali yanaendelea kuibuliwa kuhusiana na hatua ya serikali ya kuendelea kukata miti kwenye msitu wa Karura, huku wana mazingira wakiendelea kukosoa hatua hiyo wakitaka uwazi. Serikali imejitetea dhidi ya ukataji miti kwenye msitu huo ikisema ni sehemu ya mpango wa usimamizi wa misitu ambao lengo lake kuu ni kuufufua msitu huo wala si unyakuzi wa ardhi namna inavyodaiwa. Mwanahabari Noel Nabiswa anaarifu zaidi. Msitu wa Karura wenye ukubwa wa ekari 51 uliopo Nairobi na ambao ulitangazwa rasmi kwenye gazeti la serikali mwaka 1932 kama msitu chini ya usimamizi wa shirika la misitu nchini KFS na marafiki wa msitu wa Karura umekuwa gumzo baada ya video kusambaa kwenye mtandaoni zikionyesha walinzi wakikata miti na kupakia kwenye malori. Mamlaka ya kitaifa na usimamizi wa mazingira NEMA iliidhinisha hatua hiyo ya ukataji miti baada ya tathmini na hata kuidhinisha pia ujenzi wa mkahawa na uwanja wa kuchezea mchezo wa gofu ndani ya kituo cha msitu huo. Mpango huu ulipokelewa vizuri na marafiki wa msitu wa Karura ambao walitupilia mbali madai ya unyakuzi wa ardhi, wakifafanua kuwa zoezi hilo ni sehemu ya mradi wa muda mrefu wa utunzaji wa misitu. Hata hivyo, wanamazingira wengi walipinga hatua hiyo, akiwemo mwanamazingira Kalua Green ambaye alipinga upanuzi wa barabara ya Kiambu Road katika msitu wa Karura, huku akitoa wito kwa serikali kuweka uwazi ili kuondoa maswali ya njama fiche. Kenya is suffering because of hidden agenda. You hear roads that are being created or expansion of roads in a forest like Karura Forest. And people with their good minds can think of excising 51 acres. Tomorrow it will be 150 acres. Noel Nabiswa, KTN.